Tunampata bwana mmoja alikuwa akiomba, akifanya maombi yake, pembeni kulikuwa na mwanamke. Ghafla akamtupia moto. Nguvu za Mwenyezi Mungu zimefanya kazi. Akamtupia mara ya pili tena. Mara mwanamke akaanza kuwaka moto. Anawaka moto, anawaka moto. Mwanamke akaendelea kuwaka moto, mwanaume akaendelea kuomba. Ghafla mwanamke akapiga magoti chini. Maombi yamekubalika. Hebu tupate kisa kidogo. Hii inaitwa The Snake Girl. Tukiona koboko mkubwa akitembea barabarani. Mara ghafla akapiga kona yule koboko. Ghafla anageuka na kuwa mwanamke mrembo mzuri. Wow, mashallah. Mtoto hana kasoro, yuko vizuri Mwanamke aliendelea kuangalia mazingira ya hapa na hapa. Ulimwengu ulikuwa mzuri, akitazama huku na huku, kulia na kushoto, maisha yalikuwa mazuri. Ghafla anapotea, anakuja kuonekana upande wa pili huku. Bado alikuwa akiendelea kuangalia mazingira hivyo kuwa mazuri, ulimwengu mzuri. Ghafla mwanaume anatokea na waanza kushikana pale. Mwanaume anamzungusha. Unajua wanawake, mwanaume kwa mwanamke, vitu hazina chanya. Unajua waanza kupapasa kwa vizuri. Ghafla anamkamata, anapotea. Ghafla anashtukia kwa polini. Mwanaume anashtuka, wapi huko? Anataka kukimbia. Ghafla anarudishwa. Akamwambia rudi huku. Hakuna namna. Jamaa anaendelea kupiga kelele, Mungu wangu nisaidie. Aliendelea kuvutwa taratibu, anavutwa taratibu hadi pale anaanza kupapaswa, akaguswa kwenye mabega. Tunahama kule upande tena wa pili. Koboko yule anatembea barabarani mdogo, hana wasiwasi. Koboko mkubwa ni huku, tukiangalia kuna watu wawili wakiwa wanatembea nao. Sasa sijajua hawa ndio alikuwa akiwafuata. Ni mkubwa, nyoka anatisha. Ghafla tunarudisha upande wa pili huku, joka akiendelea kutambaa mdogo. Joka mkubwa hatari, koboko mkubwa sana, kobra. Ghafla anageuka, anakuwa yule mrembo mzuri. Wow, yuko vizuri, akitazama mazingira, akiangalia mazingira ya hapa na hapa. Hana shida wala wasiwasi wowote. Ni mwanamke mzuri tu, mrembo. Pale anaanza kunyanyuka pole kwa ajili ya kuangalia mazingira. Alinyanyuka, akajirekebisha vizuri. Ghafla tunamuona upande wa pili, tunamuona baba moja. Mwanamke anaanza kutembea kwa madaa, mwanamke mrefu. Tunaona grupu moja nesa na wabakaji, vibaka. Hawa ni matapeli. Mmoja anaona jamaa mmoja anasemaje, sikieni kwanza hapa. Vipi? Anamuuliza, vipi mwanangu, angalieni kule, uone kule mbele. Angalia kwa makini. Jamaa atamena muingia kwa sababu ameshamwona mrembo. Ikabidi pale aache wenzie. Jamaa wanaambia, ila huyo si tuondoke, tumwache. Sasa yes, kapenda mwanamke, si tuondoke zetu na pesa. Sawa Wakawa ameondoka. Huyu jamaa kufika pale, akakamatwa pale, akaanza kumliwaza. Si unajua akasema, wow, nishike nao huku, bila kujua yule mwanamke ni hatari. Akampapasa kwenye ndevu pole tu, akamwambia, tazama kule, angalia mazingira. Akimpapasa kwenye ndevu zinapapaswa. Ghafla ng'atwa pale, anapiga kelele. Hizi kelele hazikuwa na msaada wa aina yoyote. Pale mwanamke anamaliza yule Snake Girl, akamaliza pale, kazi yake ikaisha. Mwanamke pale ananyanyuka, anaangalia huku na huku, wako wapi wale wengine? Mwanamke anajirekebisha vizuri pale, mtoto mzuri kweli, mrembo, huko akijilamba, amepata vitu vyake. Huko jamaa akiendelea kutambaa huku na ghafla wa mbele yao wanatazama ile joka kubwa. Wasema, jamani, Mungu wangu, nini hiki jamani? Nini hiki? Au vitu vya watu vimeijiwa nini? Asema, hamna, wewe tulia. Walikuwa ni msichana mmoja na kijana. Sasa yule msichana akasemaje? Lakini jamaa anasemaje? Sikia, ufanye hivi, nishikilizie. Alikuwa ameshika bastola mwanamke. Kaeka binti kadogo. Shikilia hapa, shikilia. Akabidi alenga, akapiga bunduki ya kwanza ikadunda. Akapiga risasi ya pili ikadunda. Akasema, "Wai, miguu tunayo, Mungu atujampiga mawe." Akatembea mbele, koboko kaanza kuwafuata. Kobra linawafuata. Linakimbiza mdogo linakimbiza zetu nakimbiza. Wakaendelea kukimbia, nakimbia. Kabidi afike sehemu wajibanze, wakasimama. Wakawa wamejificha pale. Huku mioyo kidunda, mapigo ya moyo yakienda kwa kasi, hatari. Wakiangalia kuna ghafla ya koboko linapita, kobra linapita pale ikiwangaza bila kuwaona. Akasema, bora tumepona rafiki yangu. Kweli hapa tumepona. Akasema, Mungu yupo kweli. Leo tungemeza, leo lingetumeza jamani, tutembee au sio? Wakabidi waondoke. Sasa wakanatambaa hapa na hapa, wakitembea huku na huku, wakiondoka huku wazidi kukimbia. Ghafla akavutwa yule binti, akasema, vipi?
Wakaendelea peke yake, njoo huku, njoo huku, njoo huku. Vipi, unaenda wapi? Mmoja akiwa anakimbia, mmoja ameshikwa bila kujua mwenzie. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Nini, tumetoka kule hivi tumekimbizwa na joka kubwa, hatujajua joka na maana gani. Amekuwa pale. Sawa, hamna shida. Sikia sasa, nikusaidieje hapa? Naomba msaada, sifanye hivi, sogea huku. Lakini hapa mbona kama una alama? Wapi? Hapa. Bila kujua kwamba yule mwanamke ndo tabia yake, anaongatia pale pale. Akamshika wapi? Huku. Ghafla kangatwa. Akang'atwa, akapiga kelele, akawa hana msaada. Ameweza kazi yake. Huyu jamaa akiwa anakimbia, bana asimama. Tamaa hiyo sasa. Jamaa akiangalia huko, mtoto mzuri, cheki paje hilo. Anasema wow, chakula hiki jamani kimekuja chenyewe, sikiachi. Jamani mimi wow. Wa mtoto mambo. Mtoto yupo nyepe, mtoto yuko vizuri. Paja jeupe, mtoto anasoma kila engo. Umbo namba 8. Akasema wow. Jamaa akaingia tamaa, yule kaka jambazi. Akasema njoo baby. Wow. Jamani mimi, Mungu anipe nini? Bila kujua kwamba yule mwanamke ni hatari. Akasema nakupenda. Yule sineki akasema pia nakupenda pia, bila kujua ndo ni sineki. Akasema hata mimi pipo ndani ya moyo wangu, love you too. Kweli wow. Jamaa alifurahi kwa manjonjo yote. Akaanza kutupa pale, akafunua pale mkoba wake kwa kufurahi kweli yani. Akaanza kurusha pale sasampa nini, kurushia binti, kurushia pesa, maana sijui jinsi ya kuzitafuta, yaje kuanza kuzipora na kuzigawa ovyo ovyo. Chukua zote. Anamrushia kwa furaha kubwa kweli. Mwanamke anasema wow, ni mimi. Jamaa akakuruka akasema we nipunguze uzito kwanza hapa. Hata kimoja kinatosha. Jamaa anafanya na enjoy manjonjo ya kutosha. Wow, yani leo ni hapa tu. Jamaa anasema baby njoo ninichelewesha. Ni kweli. Jamaa akasogea akamkumbatia kama dadake pale akampapasa hapa na hapa. Ghafla kamata pale yule binti. Alipiga kelele, lakini zile kelele zikusaidia. Huyu ni mtu wa 3 sasa anapoteza maisha. Binti anamaliza kazi yake vizuri, ananyanyuka pale, anaamka pale, anajiandaa, ajiseti vizuri, weka vizuri safi ili maisha yaendelee. Akika begi yake pale pembeka mkoba kadogo pale ili kwa ajili ya kuondoka, akajiseti vizuri huko akiacha mauaji ya watu 3. Sasa tujajua sababu nini. Hebu tuendelee kufuatiliana. Binti itazama huku na huku, akatazama kulia kushoto, akaona maisha ndio haya. Mtoto mrembo mzuri. Usikose sehemu ya pili ya The Snake Girl.